haki yetu. Nyumba zetu, haki yetu. Boma yetu, haki yetu. Serikali yetu, haki yetu. Wanasema wanataka tuwalipe 3,300,000 kitu hapo. Walikuja wakasema ati wanataka pesa, wapatiwe 3,000,000 na ikiwa hatutoi hiyo pesa watakuja na watagonga. Watatugongea mafloti. Ije itutetee. Kwa maana sisi mahali tumefika ni uwezo wa serikali, tunaomba ikuje tusaidie. Kwa majina mimi ninaitwa Halisi Ocheng. Na sisi ndio tulikuja huku beleni kama hii shamba ijajengwa ni mtu, ikiwa masimu, ikiwa makwale, ikiwa inajaa makonge. Lakini maajabu tunashangaa pana watu wanachimbuka kusema ati huko ni kwao. Hawa watu wanatusumbua, wanasema kila mbloti wanataka mtu atoe milioni 4. Na tunashangaa tangu hiyo siku mpaka leo walikuwa wapi? Hawa watu wamekuja wamechimbuka kujiita ati huko ni kwao Ambrudiways. Lakini sisi tunashangaa tangu hizo miaka zote walikuanga wapi? Wametuhangaisha ya kutoza. Hatulali, wanatusumbua. Sasa serikali mtatusaidia jamaa, mtawaambia haji tufanye nini ili tukae kwa amani? Kuna gavana Sakasia kwa ofisi, lakini tunamuita akuja tusaidie, hatumuoni. Kwa hivyo tunataka akuje ground aone iko namna gani. Kwa majina ni Joseph Obiri, ni mkaaji wa hapa Omega. Niliingia hapa 2009 na nimekaa miaka zaidi ya 10. Na nilipokuwa naingia mahali hapa ni kwamba hamna mtu yeyote ambaye alinizuia kujenga ama kufanya jambo lolote katika sehemu hii. Kwa hivyo yote tumeyafanya tukiwa na amani. Kuna kampuni ambayo inajiita Broadwell. Hawacha tuonyesha ofisi yao iko wapi. Mikutano yao wanafanya katika hoteli mbalimbali, lakini hamna mahali ambapo wametuonyesha kwamba ofisi yao iko mahali fulani. Ni watu kama 4. Wakizidi ni 6, lakini kuna wengine pia wanatajwa. Na wanapotajwa ni kwamba sisi wenyewe tumeona watu 4. Hao ndio tumejaribu kuongea na wao, lakini ni kwamba ile masharti wako nayo ni masharti yale ya juu. Kwamba kila plot iweze kutoka shilingi milioni 4. Na mwanzo tulipe shilingi 1,300 kama deposit. Ndio zingine tulipe baadaye. Na hii mambo ilipokuwa inatokea ni walisema kwamba tulipe kabla ya tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka huu. Kwamba City Council inapitisha kwamba hakutakuwa na stakabadhi ya shamba ambayo itakuwa less than 50 by 100. Na wakati huu tukawa na wasiwasi sana, kwa sababu hii ndio message ambayo walipitisha kwa ofisi ya Omega na ikatufikia sisi. Na ni kwamba tunapochunguza vizuri ilikuwa ni borocho, ili waweze kuchukua fedha za wananchi bila stakabadhi yoyote. Ile karatasi ambayo tumeona kwao ni photocopy, hakuna original. Na kama hakika shamba ni lao, watupatie original stakabadhi yao ya original tuweze kuiona, na tutakapoiona basi tuanze mazungumzo na hapo. Lakini kwa sasa tunaomba kwamba serikali ya Ruto ambaye ni rais wetu wa Kenya aweze kutusaidia, kwa sababu alipopita mahali hapa pale Kayole Junction, akaenda pale Njiru, akaenda pale Kasarani, alisema kwamba hakuna mwananchi ambaye atahamishwa kutoka sehemu hii. Ni kwamba serikali itahakikisha kila mtu ako salama mahali hapa.
Kwa hivyo tunauliza Governor Sakaja pamoja na President wetu Ruto, tafadhali ingilia jambo hili ili wananchi wa sehemu hii waweze kupata haki yao. Kwa majina naitwa Caleb Oronje. Mimi ndio chairman wa Omega Residents Self-Help Group. Kuna hao watu ambao wanajiita Broadwell, vile wenzangu wameongea. Hao watu wamejitokeza juzi tu, imekuwa last year, ikawa wako na madai kwamba hii shamba ni yao na wanataka tuhame. Kama hatutahama tuwalipe pesa milioni 4 ama walete matrakta zibomoe hizi manyumba hizi. Hii shamba tulipoingia hapa, wengine wetu aswa, hii shamba ilikuwa in 2 phases. Hii shamba mwanzo ilipewa squatters na serikali ya the late President Daniel Arap Moi. Then after that kuna group ambayo ilikuja ikajiingiza ndani inaitwa Omega Juakali Association, wakaingilia hawa masquatters, wakakuja wakasubdivide hizo maplots, wakasema sasa kwa kila squatter kuna plot 2 aretain 1 ni wamuzie 2. Sasa hivi vile walianza kuuza hivyo, ndio wengine wetu tulijikuta hapa. Since 1995 we have been paying rates to the city council. The city council issued us with plot formularization cards ambayo ilitukubalisha kwanza kulipa rates, kwanza kulipa ground rent na even ikiwa unataka kujenga lazima ulipe approval fee. Hiyo yote hawa watu wamelipa. Ukitaka usibomolewe nyumba yako unaenda unalipa kwanza 1,300 kwa ofisi ya Omega Juakali Association. Then wanakupatia clearance, sasa ndio wanakupatia account sasa ya kulipa wale watu wa Broadwell. Na hiyo ndio ilileta sasa standoff. Sisi tukakataa. Tukasema kama nyinyi ndio mlituuzia hii mashamba, inakuwa namna gani sasa mnaleta mtu mwingine mnataka tena tumlipe upya? Tukakataa. Na hapo tulipoenda tukakutana watu wa Broadwell wenyewe wakasema tukutane nao for a conversation over these payments. Tukakutana nao 3 different occasions. Hao watu hawaeleweki. Hao watu wanatutishia. Hao watu wanasema mara they have the blessings of the president, mara wako na blessings of Mr. Adamson Bungei, and we want Mr. Adamson Bungei to hear this clearly, because we have these recordings. Some of our members managed to record these people as they were threatening us kwamba wako na blessings za Adamson Bungei. Mwisho wenyewe wamesema ati even the CS Murkomen is aware of this, and they have been having meetings with him at the State House, na amewaambia wakuja wabomoe. We have those clips recorded. Even if the CS calls us today, tutafungua na asikie majina yao, masauti zao, manake wanadai kwamba wanajuana. Ndio tunaomba Governor Sakaja tafadhali ajitokeze. Ukiangalia hawa ni watu wa mama, ni watu wazee. This is our sweat, this is our blood. We have struggled so much to get to where we are right now. If you don't come to help us, Governor Sakaja, sisi tunaenda kuumizwa na hawa watu. Manake ni watu ambao wanatumia majina makubwa, na vile tumesearch tumepata yenyewe hata vitisho yenye wanatupatia ni watu wenye wako na ubabe. Kama mmoja ni ndugu ya mbunge wa Eldama Ravine, anaitwa Musa Sirma. Mwingine ni mtoto wa aliyekuwa a controller of State House Abraham Kiptanui, anaitwa Patrick Kiptanui. Mwingine saa hii anadai yeye ndio PA wa Prime Cabinet Secretary Mr. Mdavadi. Anadai, nimesema anadai, alright? Anaitwa Patrick Chavanga. Mwingine alikuwa operative for YK92, very feared man, anaitwa Gerald Bomet. Wanasema hao watu wana ushawishi kutoka State House. That is according to how we recorded them, and we have those recordings. If we are called anywhere, we are going to prove. Tutafungua hizo na watajua hata majina zao, watasikia masauti zao kama kweli wanawajua. They are not even an inch, and we want Mr. Bomet to hear this. Kwa maana ndiye anashinikiza sana na huu Sirma. Kwanza Sirma, Musa Sirma is a very respected man. We want him to hear this. His brother is tarnishing his name. Musa Sirma, his brother mwenye anaitwa Jeremiah Sirma,
He is tarnishing his name because he has become now the greatest broker on this land. Mimi jina yangu ni Dominic Kinyoro. Nilipata kuingia hapa 2001 na nikauziwa. Kulikuwa mashimo ambayo ilikuwa lazima tufunike. Na kwa kipindi hicho chote, kwa kile kipindi chote, hatukuona mtu tukijenga hizi manyumba ambayo alikuwa ana jambo la kuongea kuhusu hizi shamba. Lakini baadaye mwaka uliopita Januari ndio tulikuta tumepewa notice ya wiki 2 mpaka tarehe 31. Kiambiwa kuna hili shamba ni la wenyewe. Tulipoangalia hata kwa gazeti tukaona hawa watu wanajiita Broadwell. Tulishangaa kuona wanadai kwa hiyo kipindi yote kutoka 2001 na mpaka wakati huu mwaka uliopita ndio tunakuja kusikia wako hapa na wanasema ni kwao na wanataka tuwalipe, la sivyo tuhame. Tulikuwa tunalipa, tulipewa hata nini allotment letter tuko nazo, tumelipia mpaka mwaka jana wakati walisimamisha wakati walisikia kuna hiyo mambo ya kesi. So nyinyi mngeomba nini serikali? Sisi tungeomba serikali ya Rais Ruto na ya Sakaja wa intervene na hiyo maneno, sababu kujenga tayari tumejenga na kuona hata kuna magorofa. Hiyo yote imejengwa kama hawa hawako, na wakati huu sasa ndio wakati wanajitokeza baada ya kama sisi bado tumejenga na kumaliza. Ukiingia kwa hii shamba ilikuwa hali gani? Hali ya hii shamba ilikuwa mbaya, ni pahali palikuwa panashibwa mchanga wa kwenda kujenga manyumba pahali zingine. Kama mimi mwenyewe pahali nilianza kujenga nyumba zangu, nilijenga kozi 9 ndio nipate level ya nyumba. Sasa wameona tumejenga, shamba imekuwa, manyumba imekuwa, sasa ndio wameona kuna kitu wanaweza fanya ni kutoa kwetu. Na wanasema condition ile wamepeana condition ya shilingi 3,000 kwanza, 1,300 hiyo ni ya ujicommit. Alafu thereafter utoe shilingi 3,300,000 juu. Karatasi hatujaiona, hata wao wenyewe kuingia hapa hawajaingia hapa, wanapitia kwa agencies wao ambaye ni Omega Jua Kali. Na wenyewe wanajiita Broadway na ni wanaume. Kwa hivyo wanatuhangaisha na kutuambia watakuja na watagonga nyumba zetu. Na hizi nyumba tuko hapa hatuko bure. Ni nyumba tumenunua, hatukupatiwa bure. Sasa tunashangaa kwa nini wakati huo wote kwa nini hawajakuja hapa watueleze. Watuambie tunajenga katika shamba yao. Wakati tumejenga ndio wanatuambia ni kwao. Kwa hivyo sisi tunataka President Ruto aweze kuja hapa pamoja na Sakaja watusaidie. Hapa ni Omega. Jambo la mwisho nikimalizia, niko na ombi moja tu kwa ofisi 3. Ofisi namba 1 ni ya OCS Obama Police Station. Asikubali kutumika tafadhali. He is here to provide security to all of us. If anything, sisi ndio tumetoa pesa yetu tukajenga Obama Police Station. Hatujajenga Obama Police Station itumike kwa kutunyanyasa sisi. Why am I saying this? We had a meeting here with the OCS, with senior chief, with the administration wenye alikuja na hiyo OCS hapa, a public barasa. Inside it wakasneak mtu wa Broadwell ambaye haishi hapa akakuwa kwa hiyo mkutano. Now we were asking, huyu mtu wa Broadwell, they have not even introduced him to us. Amekuja kufanya nini? When we did further investigation, tukapata when the OCS is coming here, wameacha mtu anaitwa Jeremiah Sirma, a brother to Musa Sirma, amejificha kwa hiyo police station ya Obama. We are so much concerned. Bwana OCS, wewe ni mgeni hapa. You will work when your term ends, you will go. Hatuna mahali pa kwenda, hapa ni kwetu. Tulinde na